Umewahi kuwa na siku ambayo unaamka na unahisi nguvu huna hata kutabasamu tena? Unapofumbua macho, kabla miguu yako haijagusa sakafu, mzigo wa matatizo ya jana tayari umekukalia kama mlima mzito juu ya kifua chako. Unamwambia Mungu, Bwana, leo siwezi tena. Kama unapitia hayo, basi rafiki yangu, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Ujumbe huu utatia faraja kwenye nafsi yako leo, kwa sababu wakati mwingine maisha yanakuwa magumu sana hadi tunasahau ukweli mmoja rahisi. Mungu bado ana mpango. Hata tunaposhindwa kuuona, hata tunaposhindwa kuuhisi, hata kila kitu kinapovunjika vipande vipande, Mungu bado anafanya kazi nyuma ya pazia. Fungua Biblia yako katika Zaburi ya 42 mstari wa 11. Kwa nini nafsi yangu unahuzunika? Kwa nini unasumbuka ndani yangu? Mtumainie Mungu, maana bado nitamsifu, Mwokozi wangu na Mungu wangu. Ni mstari wenye nguvu sana. Unajua Daudi alikuwa anaongea na nani? Nafsi yake mwenyewe. Anasema, ewe nafsi yangu, kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unahuzunika? Jipe moyo, mtumainie Mungu. Hiyo ni imani ikizungumza. Ni mtu anayeikumbusha nafsi yake kwamba hisia si hatima na huzuni si mwisho. Najua Daudi hakusema maneno haya akiwa kwenye kasri. Hakuwa anashangilia ushindi wa vita. Hakuwa amezungukwa na baraka wala kicheko. Hapana. Alikuwa amevunjika moyo. Alikuwa amechoka. Alikuwa amevunjika ndani. Lakini hata ndani ya bonde la huzuni, aliamua kuongea na nafsi yake mwenyewe, akusema, vumilia kidogo. Hatutakata tamaa hapa. Mungu hajamalizana nasi bado. Ni wangapi kati yetu tunahitaji kuongea na nafsi zetu namna hiyo? E moyo wangu, acha hofu. E akili yangu, acha mashaka. Ewe imani yangu, usife moyo. Kwa sababu ukweli ni kwamba wakati mwingine lazima ujihubirie mwenyewe kabla haujasikia mtu mwingine akikuhubiria. Nitakupa kisa kifupi. Kulikuwa na mkulima mmoja aliyekuwa na punda wake mzee. Siku moja punda huyo akaanguka kwenye kisima kikavu. Mkulima akasikia punda analia kwa uchungu ndani ya kisima. Akaangalia ndani akasema, punda huyu ni mzee, hana faida tena, na kisima hiki kimekauka, kinapaswa kufukiwa tu. Akaamua kumzika punda yule asiye na faida kwa kufukia kisima kisicho na faida. Akaomba majirani waje wamsaidie. Wakaanza kumwaga udongo ndani ya kisima. Mwanzoni punda alilia kwa hofu, lakini ghafla jambo la ajabu likatokea. Kila udongo ulipomwangukia mgongoni, punda alitikisa mwili wake, udongo kadondoka chini na kisha kukanyaga juu ya udongo huo. Kila udongo ulipomwangukia, alijitikisa na kukanyaga juu. Hivyo hivyo mpaka kisima kikajaa udongo. Punda akiwa juu ya udongo akatembea kutoka kwenye kisima kilichokusudiwa kumzika. Ndivyo Mungu anavyotaka ufanye leo. Tikisa udongo wa huzuni. Tikisa udongo wa kukatishwa tamaa. Tikisa udongo wa mashaka na simama juu ya udongo. Toka katika shimo la huzuni. Toka katika shimo la kukatishwa tamaa. Toka katika shimo la mashaka.
Kile ambacho adui alikusudia kukuzikia, Mungu anaweza kukitumia kukuinua juu zaidi. Haleluya! Labda maisha yamekutupia udongo, udongo wa kushindwa, udongo wa maumivu, udongo wa ukataliwa. Lakini kumbuka, kila udongo unaotupiwa ni nafasi nyingine ya kutikisa mwili wako na kukanyaga juu ya huo udongo. Usikubali udongo uzike kusudi lako. Usikubali maumivu yazike sifa zako. Usikubali kukatishwa tamaa kuzike nafsi yako, kwa sababu bado unapumua, na mradi unapumua bado una kusudi. Wakati mwingine tunapovunjika moyo, tunaanza kubishana na nafsi zetu. Umeshawahi kufikia hali hiyo? Unasema, nitamwamini Mungu, dakika 5 baadaye, mbona imani haifanyi kazi? Ni kama unapiga hatua mbele na nyuma, imani na hofu, imani na hofu. Lakini unajua nini? Mungu anatabasamu akituangalia. Anajua sisi ni wanadamu. Anajua hata tunapoyumba, mioyo yetu bado inajaribu kushikilia tumaini. Kuna mwanamke mmoja alinusurika katika kambi ya mateso ya Nazi nyakati za Ujerumani ya Hitler. Alisema maneno haya mazuri: hakuna shimo lililo refu kiasi kwamba upendo wa Mungu hauwezi kufika. Fikiria, alipoteza familia yake, uhuru wake na matumaini yake, lakini bado aliendelea kuamini kwamba upendo wa Mungu unaweza kufika hata huko shimoni. Kama Mungu aliweza kumkuta pale gerezani penye huzuni, kuamini kuwa anaweza kukutana nawe pale ulipo sasa. Kama aliweza kuleta nuru gizani kwake, je, hawezi kuleta nuru katika giza lako pia? Wakati mwingine unapitia mateso si kwa sababu Mungu amekuacha, bali ni kwa sababu anakutayarisha. Anapanua imani yako, anazidisha uvumilivu wako, anakujengea mizizi imara ili matunda yako yadumu. Kilichopatikana kirahisi hudumu muda mfupi, lakini kilichojengwa kwa machozi kitadumu katika ushindi. Shetani atakupa utajiri leo na kesho atataka damu ya watoto wako. Kizazi chako kitakwisha na utajiri utakwisha. Lakini Mungu akikuimarisha na kukupa utajiri baadaye, utajiri huo utadumu vizazi na vizazi, watoto, wajukuu na vitukuu. Kwa hiyo usilaani isimu wako wa kusubiria. Msifu Mungu ndani yake. Usichukie bonde lako, kupitia kumo ndiko kukua. Usihofu maumivu, Mungu anayatengeneza kuwa na maana. Mfikirie Yusufu, alisalitiwa na ndugu zake, akauzwa utumwani, akatupwa gerezani. Miaka ilipita na ilionekana kama Mungu amemsahau, lakini kwa wakati mmoja tu Mungu alimuinua kutoka gerezani hadi ikulu. Na alipokutana na wale walomsaliti, Yusufu aliwaambia, ninyi mliniwazia mabaya, lakini Mungu aliwazia mema. Labda mtu alikuumiza, labda maisha hayakukutendea haki, lakini kile ulichokusudia kwa ubaya, Mungu atakitumia kwa wema. Unaweza kuwa umechoka, lakini bado umesimama. Unaweza kuwa umevunjika, lakini bado unapumua. Unaweza kuhisi huna nguvu, lakini bado upo. Na hiyo inamaanisha Mungu hajamalizana na wewe bado. Nasema tena, Mungu hajamalizana na wewe bado. Ukiamka asubuhi, rehema zinakuandama.
Ukivuta pumzi, neema bado inafanya kazi. Moyo wako ukipiga, kusudi bado linaita. Kwa hiyo usikate tamaa sasa, usiache sasa. Hadithi yako haijaisha, ndiyo inaanza. Mwambie jirani yako, bado niko kwenye ujenzi. Mungu hajamaliza kuchora picha yako, bado anachanganya rangi. Hajapuuza maombi yako, anapanga muda mwafaka. Hii si hukumu, ni maandalizi. Kwa hiyo inua kichwa chako, futa machozi yako, simama kwa ujasiri. Sema pamoja na Daudi, kwa nini nafsi yangu unahuzunika? Mtumainie Mungu, maana bado nitamsifu. Rudia tena, bado nitamsifu. Hata nisipoelewa, bado nitamsifu. Hata nisipoona jibu, bado nitamsifu. Hata nikiumia, bado nitamsifu, kwa sababu Mungu wangu ni mwaminifu. Mungu wangu anaweza. Mungu wangu ni mwema wakati wote. Kwa hiyo leo, rafiki yangu, toka hapa kichwa kikiwa kimeinuka na moyo thabiti. Chochote kinachojaribu kuwa furaha yako, tikisa mwili wako na usimame juu yake. Chochote kinachojaribu kunyamazisha sifa zako, ongeza sauti yako, imeze sauti yake. Chochote kinachojaribu kuiba tumaini lako, kikumbushe, tumaini langu liko kwa Mungu, si duniani. Huenda bado haujafika pale unapopataka, lakini mshukuru Mungu haupo pale ulipokuwa. Huenda hujapata kila ulichokiomba, lakini mshukuru Mungu bado una kila kitu unachohitaji kuendelea kupigana. Kwa sababu ujumbe huu, maneno haya, ni Mungu anakunong'oneza moyoni mwako. Usikate tamaa mwanangu. Bado nipo, bado nafanya kazi, na bado ninaandika hadithi yako. Kwa hiyo jipe moyo, uwe imara, na kumbuka, ujumbe huu utatia faraja kwenye nafsi yako, si leo tu, bali kila siku utakapoamua kutumaini tena. Amen.